Hallelujah. For though you have 10,000 instructors in Christ, you do not have many fathers. Kwa hivyo mababa hawagawanywi. Unaweza kuwa na waelekezi. Waelekezi ni kumaanisha watu ambao either wanachangia katika maisha yako ya kiroho. Waelekezi either ni watu ambao unaweza ukasikiza. You are not limited to listen from any man of God. Any man of God. Bora kile anacho fundisha ama anachoongea ama kile anahubiri unasikia unajengeka. Na hata kama anafundisha na unasikia unajengeka, that does not qualify him to be your spiritual father. Hapa ndio watu wanapotea. Watu wengi wakiona mtumishi wa Mungu fulani anatumika na Mungu sana, wakiona ana mafuta mazuri, wakiona ana mafunzo mazuri, anachotwa. Unasema hata nimeona baba mwingine aiendangi hivyo. We don't choose fathers. God choose fathers for us. We don't choose fathers. The same way where you are born, you never choose where you should be born. Au kuchagua ni nani atakaye kuzaa, au kuchagua utazaliwa wapi. Hata kama ni kiwete alikuzaa, lazima ukooperate na ukubali kwamba huyu ndiye mzazi wangu, huyu ndiye aliyenizaa. Lazima ukubali. Na hakuna mtu amekataa wazazi ati kwa sababu amezaliwa na mtu ambaye hana macho moja. Ukipata mguu moja ilikatwa na amekuzaa, hauwezi ukabadilisha. Hauwezi neglect mzazi kwa sababu ya weakness. Wengine unazaliwa na mzazi ambaye ni mkali. Wengine unazaliwa na mzazi ambaye ni maskini. Wengine unazaliwa na mzazi ambaye ako na weakness nyingi sana. Lakini hata watu wanapoona weakness za mzazi wako, wewe hauzionangi. And the same way inafaa kuwa hivyo katika ubaba ama uzazi wa kiroho. Lakini tunapokuja katika uzazi wa kiroho, tunabadilisha, tunashindwa kuelewa. Mara nyingi tunafocus na weakness za mababa wa kiroho. Tunafocus ni wapi yuko sawa, ni wapi ako na kasoro, ni wapi weakness yake ni gani. Badala uconcentrate na the plan of God concerning your life. Badala utake kujua why God connected me to this man, why God connected me to this anointing. Kwa nini Mungu aliniweka chini ya haya mafuta? Kwa nini Mungu aliniunganisha na hii neema? Bwana asifiwe. Na Paul anasema kwamba unaweza kuwa na waelekezi wengi sana. Anasema 10,000 instructors, but you do not have many fathers. For I have gotten you through Christ Jesus in the gospel. Maana nimewapata kupitia Kristo. Nimewapata ndani ya Kristo kupitia injili. Kwa hivyo anataka kanisa waelewe ya kwamba si kila mtu anaweza fanyika baba yako. Na nikuonyeshe mistake ya kuchagua baba. Mistake ya kuchagua baba. Not every grace that is set apart by God for your life. Not every anointing that has been set apart for your life. Not every anointing that God has set apart to support your life, to live your life. Sio kila neema
ambayo Mungu ametenga ili isaidie maisha yako. But there is a specific grace ambayo Mungu ametenga kwa ajili ya maisha yako. Kuna watu ambao wako kwenye madhabahu, kuna watu ambao wako kwenye makanisa na amenyenyekea chini ya pasa fulani, lakini that man of God is not the chosen one by God for your life. That man is not the appointed one for your life. Not every man of God that God has appointed for your life. Na ukiangalia katika maandiko, kila mtumishi wa Bwana alikuwa anainuliwa katika season kwa sababu ya generation fulani, na alikuwa anainuliwa kwa sababu ya watu specific. Bible inasema Mungu alipoona kilio cha Israeli aliwatumia Musa. Katika season hiyo Musa alifanyika kuwa baba ya Israeli wa kiroho. Na Bible inasema ingawaje wengine walimkataa, wengine walisema hakustahili, wengine wakamdhalau kwa sababu ya vile alikuwa kigugumizi, alivyokuwa na stama, wengine walikaona weakness yake. Hata wanamuuliza, nani wewe amekutuma uje kutuongoza? Nani amekutuma uje kuwa judge katikati yetu? Anapopata wawili wanapigana. Bwana asifiwe sana. Anapoanza kuambia hapana, haifai namna hii, haistahili hivi, wanamuinukia. Lakini alikuwa ameteuliwa na Mungu kwa season hiyo. Na mtu wa Mungu anateuliwa kwa purpose, mpendwa. Na ukikosa kuelewa purpose ya Mungu, purpose ya Mungu kuconnect na mtumishi fulani, hapo ndipo mtu anapoteza. Kuna watu wako in the wrong place. They are worshiping, yes. They are serving God, yes. They are calling the man of God papa, yes. Wanaita mtumishi wa Mungu papa, daddy. Wana submit vile inahitajika. But they are in the wrong place. They are in the wrong hands. They are connected to the wrong anointing. Bwana asifiwe sana. Wameunganika na neema ambayo sio hiyo. They are strange in the land. They are strange in the land. Hata Mungu mwenyewe anapoangalia anasema, ni nini huyu anafanya hapa? Kuna watu ambao they are adopted. They are adopted by fathers. They are in the wrong fathers. Na nini huwa inafanyika wakati mtu ameenda kwa wrong father? Anakosa kitu inaitwa identity. Because a father gives you identity. The same way biological father give you physical identity. Hata ID yako imeandikwa na jina lake. So the same way spiritually your spiritual father anakupatia identity ya kiroho. Hallelujah. Bwana asifiwe. Anakupa identity ya kiroho. Na ndio Bible inasema kitabu cha Acts of Apostles, wana wa Skeva vijana 7, wana wa priest, the high priest, wakaendea mtu aliyekuwa na mapepo. Maana walikuwa wameona Paulo akifukuza mapepo, na wakaenda nao wang'oe mapepo wakitumia neema ya Paulo. Na walikuwa wameona Paulo anang'oa mapepo kwa jina la Yesu. Sasa wanajua kwamba hawawezi wakaenda peke yao, lazima wa-identify na mtu. Walijua hiyo vizuri, lakini hawakujua wanafaa ku-identify na mtu namna gani ili wawe na identity. Hawezi ukaiba identity. Hawezi. Wezi kwenda kusemanga kule nje, mimi baba yangu wa kironi Pastor Mutuma. Saa hiyo hata neema yake haikujui. Saa hiyo hata neema ambayo Mungu amempatia haikujui. Hata spirit yake haikujui.
Tunaweza kuwa tunajuana physical kuonana hivi, lakini neema, roho yangu, spirit ambao ndio pastor, wachana na mtuma, spirit, roho ya Mungu ambao hufanya kazi ndani yangu, haikujui wala haikutambui. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema wakaenea wale majamaa, tuangalilie. Wakaenea wale yule jamaa ambaye yuko na mapepo, na wakajua leo lazima zitangoka. Leo lazima watatambua. Wakaenda wakasema, we adjure you by the name of Jesus Christ, who is being preached by Paul. And demons answered, Jesus we know, and Paul we know. Sikia hiyo statement. Jesus we know, and Paul we know. Who are you? Tunajua Yesu vizuri, na Paulo tunamjua is an apostle. But nyinyi ni kina nani? And listen to this carefully. Bwana asifiwe sana. Please, huyu ataweka kelele hapa. Listen to this carefully. Wakati ambao umekaa chini ya wrong father, huwa unakosa identity. Kiroho huwa hauna identity. Kiroho huwa hauna identity. Maana anapoangaliwa katika rekodi za kiroho, anaonekana hauna au kuidentified. Maana Mungu aja kuruhusu. Ni sawasawa na kwenda kwa mtu wako kuzaa na useme mimi ni wa hii nyumba. Ni sawasawa na kwenda kwa familia au kuzaliwa pale na useme mimi ni wa hii familia. Haiwezekani kupata chochote. Wanaweza wakakupokea wakulee, wanaweza wakakuchukua, maana either wazazi hawako, either wazazi walikufa, lakini kuna kitu hautawaipata. Hautapata kitu inaitwa inheritance. Kwa hivyo, if you connect to the wrong father, you will lack, number one, identity. Number two, you will lack inheritance. Number one, you lack identity. And number two, you will lack inheritance. We inherit from fathers. Watu namiliki vitu kutoka kwa mababa, atumiliki kutoka kwa wageni. Kwa hivyo mtu ambaye amejiunganisha na wrong father, hata akakaa kwa kanisa, hata akatumika kwa ile madhabahu miaka nyingi namna gani, hatawahi pokea urithi. Hallelujah. Na no wonder kuna watu ambao wako makanisani, wako kwa mapasa ambao they are very anointed, very anointed. And let me tell you, wacha nikuambie, sio kiwango cha mafuta huwa kinainua mtu. Are you surprised? Sio kiwango cha mafuta. Kuanzia leo nikwambie ina ujue na usidanganywe na mtu. Sio kiwango cha mafuta huwa kinasaidia mwana. Ni kujiconnect na the right father. Ni kujua ni nani ambaye Mungu ametenga kwa ajili ya maisha yako. Watu wengi wanakimbilia mtu kwa sababu amepakwa sana. Hata mimi usinikimbilie kwa sababu nimepakwa sana. That way, watu wengi wale huenda kwa mafuta kubwa, huwa wanaenda kutafuta msaada. Hallelujah. Ama ni wangapi unajua huwa wanaenda kwa mafuta kubwa waende wakawe watoto. Watu wengi waendangi kwa mafuta kubwa ili wakuwe wana. Hata wale wanakuja tunawafanyia deliverance, ni wangapi wanakaa? Tunamuombea, wengi anarudi kwa madhabahu yao. Bwana asifiwe. Wali tumeombea wangapi? Wengi. Baada ya deliverance, baada ya kupona, anarudi kwa kanisa yake. Lakini kuna yule mmoja ama wawili ambaye analrealize kwamba nimekuja, hata kama nimekuja na shida,
hata kama nilikuwa natafuta msaada, I feel this is my place, I feel this is the right man of God. Kweli mnaelewa kweli?